anidekeze kwanza. Mwanaume anapenda kama katoto unampampa. Hiyo ndo tumeumbwa hivyo. Unataka mshika ukajiuliza, wewe umetoka kwake umekuja kwangu nikudekeze. Ndio maana unapata marriages mingi azisongi. Ndio sasa watu sahi kwanza wasichana hawaogopi ukimwi kama mimba. Ni ukweli. Wewe unaweza ogopa nini? Hawaogopi ukimwi kama mimba. Personally hata mimi naogopa mimba. Lakini sasa mimba ya wewe alikubali hapo maybe amechoka na sisi kama hapo. Mimi hapo naweza kama mzee. Hiyo hakuna nidi ya kutolewa mayai. Wacha tupige shughuli na yeye. Afadhali tupige shughuli na abebe mimba vizuri. Ni wa wife. Sasa badala ya hiyo unakuwa na ile baby fat inakataa kuluzika. Sasa mimi nataka kumaintain mwili yangu. Our wife is there to do that. Kutuzalia. Tunamsaidia maybe na kushed off weight. Kikataa ni sawa, tunaendelea, tunazidisha. Hello guys, welcome back to our channel. My name is Maggie from Cheesy Club and we are here with Rex Boy and Betty, the beautiful girl. Stay tuned as we discuss more and more entertaining stories. In between everything here. Ndio sasa, makwera wafunguke. Tunafunguka kuhusu nini? Tujue. Nini? Tujue like hebu niulize. Ushai date boy mwenye apendi kuoga? Kwani umeuliza direct aje? Kwani kuna kitu najua na tuambi? Mtu apendi kitu najua na sijaingilia mtu. Me think apendi kuoga. Anakuja tu kwa nyumba ametoka job hivi anakuja analala. How's that life? It's pathetic. Ni terrible, ni mbaya. Yule mtu anakuchokesha. Utashindanga umefua beddings. Yu uchafu. Unajua hata akisweta na kiswetu uchafu. So beddings hata zitanuka. Yeye mwenyewe pia ananuka. Hata perfume haiwezi work. Haiwezi work. Juu bado unajua unapaka perfume kwa ngozi chafu, kwa sweat chafu. So the more unapaka perfume hata kama ni strong aje, at the end of the day utanuka vibaya. Bado itakuwa na bad smell. Haita make sense. But sasa mwanaume anafaa kuoga mara ngapi per day? Let's say mwanaume ako kwa nyumba. Tuaseme mwanaume ako kwa nyumba anafaa kuoga mara ngapi? Mwanaume in first hafai kuwa kwa nyumba the whole day. Anafanya nini kwa nyumba? Unafanya nini? Unafanya simu ya nini? Anafanya kwa nje ukahaso kama siku hizi unajua, siku hizi kuhaso si lazima uende nje. Unaweza haso bado kwa nyumba. Hapana. Unaweza haso bado kwa nyumba. Kuna kuhaso kwa nyumba lakini asikue kwa nyumba throughout. Hiyo sasa. Unajua pia sisi watu tunakuwa bored, mtu akikaa kwa nyumba sana pia. Talking like mkiwa nayo tunataka akue hapo lakini at some point pia atoke. Waende unapata kwa space. Unasa unataka tu cap space, utaki kuona mtu, unataka tu peke yako tu unataka peke yako free time. Hata kikuwa kwa nyumba, yes kuna wenye wasweatingi lakini pia mtu anafaa tu aoge. Oga tu. Mimi date them like let's say like kama weekend hivi. Fridays kwa nafanya kazi, Saturday na Sunday. So time tuko kwa nyumba, tumeamka asubuhi, tumekula breakfast, lunch imefika, tuko kwa nyumba. Asubuhi after breakfast napiga shower. Lunch bado na mjapiga shughuli, hakuna shughuli mmepiga. Anataka uoge bado. Tena. Kwa nini? Uoge asubuhi, lunch na asubuhi lunch bado na jioni mkienda kulala. Na mjapiga shughuli. Hiyo usafi ni gani? Kwani mtu anafaa kuwa msafi aje? Yes, kuna kale kanini initangwa OCD, whatever you want to be perfect, something to be perfect, cleanliness. Unajua pia kuna ile kulelewa, lazima ukue msafi. Lakini hiyo ni overdo. Hiyo ni toxic relationship, toxic. Juu sasa hujaenda mahali uko tu hapa utasweat. Kama ndio uko naoga vizuri. Maybe uko naoga vizuri. Aje sikuwa naoga vizuri. Bado inaweza kuwa maana nakwambia ushinde umeoga kuoga. Hata yako hivyo. Yaani ndio normally pia yuko kwa hivyo. So mimi before ni adapt so namuuliza, mbona unaoga umeshinda? Hata nasikia tu nioge. Mnaishi place iko na joto, ana feel tu sweat. Place cool. Si maybe anataka tu kukaa fresh in case shughuli jipe. Hiyo ni toxic relationship. Mimi achana nayo mimi. Alikuwa tu anakuprepare mkae tu pamoja, hiyo ndio inamtano. Mimi achana nayo. Hizo matano naacha zikae mimi. Hiyo ni toxic. Juu usafi kuoga. Sasa kwa usafi ni kuoga na mwanaume anapiga shower, ukioga leo hata unaweza maliza siku 3 hujaoga. Hata 3 days. Ukikaa tu.
Jamani. Na unaenda kazi? Inalingana ni kazi gani unafanya. Si mjei kama mjei unajua lazima uoge juu pale umechoka, basi miti nini hapo ni sawa. Hiyo utaoga. Lakini sasa kazi maybe ofisi nini, mbona uoge? Mbona usioge? Hakuna umeenda kutoka nje. Ukioga uso na mikono na miguu si ni hivyo? Sasa ni nini nazuia? Vumbi kushika nini mikono, kichwa. Kama unaoga kichwa unaoga vumbi. So unaoga tu passport na hivyo. Siko sawa. Talking of juu sasa umetuliza hiyo ya kuwa na man mwenye haogi. Umeipatana na dem mwenye sasa opposite na mwenye ulikuwa na date? Mimi dem nilipatana naye sasa huyo naye ilikuwa chaos. Ni kunuka mdomo. Yaani acha nikwambie. Kwa dem ina deserve to maji. Kwa dem siku ya kwanza tukianza actually tuseme sikuwa siwezi sema dating ama ni alinicrashia siku ya kwanza. So unajua mimi ni mali safi. Oh my god. Unajua mwanaume afai kujigamba. Kama unajiaminia, unajua mimi najiaminia. Hakuna cha kujiaminia. Mimi wanaume tunafaa kuwa compliment. Ni sawa, utani compliment yes, but sasa pia mimi lazima appreciate. Mimi najua mimi ni mali safi. Basically mimi ni mali safi. Sawa, natukatai basi. Odem siku ya kwanza mimi nikadhani ni venye maybe asubuhi alitoka kwa room brush nini. Sasa sikuchukulia until sasa akakuja kwangu. Kuja kwangu mara moja. Sasa dema anakuja kunikiss. Nikasikia tena hii rada. Nikamkiss nikatoka nje. So nikajifanya baby kwanza uende upate fresh air. Ndani nijifanya tu niko na kashughuli nje. Nikarudi. Kwani hujaimwambia? Sasa unajua kuna kitu kingine. Sasa sikuwa nataka kumwambia unanuka mdomo. Unajua kuna ile ukamwambia. Was it the first time? Ilikuwa first time. Sasa first time nikijua sasa. Alafu sasa akakuja kwangu. So nikasikia huyo dem hiyo mdomo. Sasa tukaendelea tu. Sasa mimi alikuwa yani hiyo mara ya kwanza alinikiss sasa. Sikuwa mkiss tena. I think 3 months 2 months. Aduka sana. 3 months 2 months. Like amko kiss tena? Hapana. Mimi alikuwa anakuja kunikiss na namwambia niko na homa, nitamwambukiza. Na kwa mna survive aje? Mimi siko namkiss. Hata peg siko nampea. Hata shughuli tulipiga mara moja. Juu sasa unaweza kupigaje shughuli na lazima ukiss. Sasa utapigaje shughuli na mtu? So mimi nikasema mara ya kwanza after nikakaa nikaenda nikabuy mouthwash. Sasa niliuliza kwanza beshte yangu nitafanyaje? Huyu msana anuka mdomo lakini sasa nitafanyaje? Kaniambia usimwambie direct atakasirika. So akaniambia fanya aje, nunua mouthwash na wewe pia utumie. Ndio? Aone. Aone. So nimwambie tumia. So siku ya kwanza kitu imeandikwa vizuri ndio hii mouthwash. Imeandikwa iko na label. Lakini hizo dem sijui ni dongo modhi ama ni nini. Haoni hizo nini? Haoni hizo majina. Siku ya kwanza mimi nikaamka, nikagaggle. Nikatema. Nikaiweka hapo. Nikangoja mtu wangu achukue. Achukui. Sikumwambia. Siku ya pili nikagaggle nikamwambia ni mzuri, mimi ni mzuri, tumia juu ya inasaidianga mtu asini. Kwanza aliniuliza ni ya nini? Nikamwambia shika usome. Sasa ungemwambia. Sasa sijui. Ungemwambia tu mdanganye ina prevent cavities. Unajua nilimwambia aje? Inasaidianga mtu meno isikue na magonjwa. Nilimwambia hivyo. So siku ya kwanza hiyo sasa siku ya pili akagaggle. Siku ya tatu hiyo kitu jua hakuitumia tena. Kwa nini? Mimi sasa hapo niona. Hapana nimwambia na gaggle atuma. Alafu tena kuna bishi yangu akapata nikigago. Ilikuwa ni mouthwash. Mwambia yeye. Nikampea. Akatumia. Na pia yule dem alikuwa hapo. Na amesikia ni ya nini? Na best yake kwanza ndiye ameitisha. Amesikia ni ya kazi gani? Yule dem yani ilikuwa hiyo ndo the worst. Sijai date dem kama. Alikuwa na brush throughout. Alikuwa na brush throughout. Na sasa issue yake ilikuwa cleanliness. So I think cleanliness. Sasa hiyo yani ili turn off. Niliboeka hiyo story mbaya sana. Yani sijai kuwa kwa relationship kai hiyo. Miezi 3 kuna mwingine anaweza bado brush lakini bado anatoka bad breath, maybe infection za tumbo ama meno kuto visit the dentist. By the way kuna nikaa hiyo. Pia mwili pia kuna ile jasho pia inanukanga. Mtu ametoka shower sahi lakini akikuja tu anakaa unasikia kuna harufu. Na hajaoga. Sasa hiyo sijui inakuwa ni
ni damu chafu. I think nasikia kitu hiyo. Ugonjwa. Hiyo ni ugonjwa, si ndio? Sasa wewe mbona uko iambia hiyo dem? Mimi sikumwambia, ilifika tu ikaisha tu like iliisha tu. Maybe unamwambia babe unakuja tu brush. Unajua alifanyaje? Ili tuachane. Alikuja kwangu kaja niambia. Hiyo ndio makosa. Akakupata na mwingine. Sasa alikuja. Alikuja kwangu, bedhe nilikuwa nakaa bed sitter. So mimi niko na mama kwa nyumba. Mwingine sasa msafi. Kuna mama na nilikuwa nishampiga replacement sasa, but sijamwambia. Unajua kuna niliwaambia mtu. Hakuna ile mtu aliye. Vizuri kumwambia. Ni vizuri kumwambia. Mimi sitakangi mtu aliye. Ni vizuri kuambia mtu ajue ako wapi. Hiyo ya kufind out later ndio mbaya. Sasa ni yeye kierere. Mimi alinipigia simu akaniambia anakuja, nikamwambia siko, niko mbali. Simwambia niko mbali. Sasa mimi niko kwa nyumba, niko sasa na mama, nikatoka kwa balcony kupigwa na kaupepo. Nikiwa hapo sasa highway sasa iko hapo chini, mimi nikaona dema amekuja. Kuangalia vizuri na shindoni nani? Nikaona ni yeye. Mimi nikaingia kwa nyumba. Gate nayo imefungwa. So lazima akupigie. Simu flight mode, ndege airport. Kufika kwa nyumba nikaambia mama tulale. Guy. Tulale. Na ilikuwa mchana ama usiku? Si usiku. Na tulale, mimi nasikia usingizi. Tukalala. Sijui alifunguliwa gate na nani. Mlango ndo hiyo kaka. Eriko mgani? Sio mimi, labda amekosea njia huyu. Mimi kama mama labda amekosea njia. Mimi siku yani yani nguo nilikuwa nimeanikiwa kwa balcony. Wewe jua nguo zilirushwa chini. Zilirushwa huko kwa highway. Na mwenye wako kwa nyumba sasa alifanya jamaa alisema. Mwenye kwa nyumba? Ati nimwambia mimi sijui ni nani. Ujui ni nani na wewe unaitwa Eriko. Sasa nilimwambia mimi mwambia nataka bishti yangu. Ungedu? Zamani lazima ujitetee, lazima ukuwe na tactics. Ngine mtu anaambiango deny. Deny. You deny and you stand by denial. Lazima usimame na hiyo. Hata kama unaona hii ni evidence. Na ukishikwa sasa akikuwa na evidence. Inakuanga hivyo. Ufai kukubali. Hata mwalimu akushika na makosa ufai kubali. Ukatae. Tulia huko unakataa. Unajua ulifanya, unajua ulilarua karatasi ya mwenzako, alafu unauliza unasema sio wewe. Kama ile unaandika noisemaker lakini unakuwa mimi sikuona make noise. Mimi nilikuwa nimelala. Mimi hata nilikuwa nimelala. But sasa hiyo uliandikwa before ulale. Ni ile unaandika. Sasa ukaamua kulala venye uliona prefect anaandika noisemakers. Tunajua tayari uko kwa nini? Tayari uko kwa list. Unalala. So talking of hiyo time hiyo relationship. Juu sasa umetaja kuna time ulimtoa kwa picha bila kumwambia ukaleta mwingine. Unaweza balance wawili bila kujuana. Bila wasijuane as a man. Talk for man generally. As a man. Sasa as a man. Generally. Kama unaweza si wewe sasa generally. Anaweza balance wawili. Ama mwanaume anaweza balance watu wawili? Of course. Na asishikwe. Nazishikwe? Mwanaume ni ngori. Mwanaume unajua shida yetu inakuanga. Mwanaume inakuanga zile like like ukianza kudate watu wawili kushikwa inakuanga haraka juu. Unaanzanga kufocus sana sasa na huko kwa mpya. Huyo mpya. Yes, unaona? Huyu mwingine si unajua uko na yeye nini? So unaanza kutransfer hapo ni sure bet. Hapo. So hapa kwingine unaanza kufocus hapo. Unaanza kuruka huko. Huyu mwingine mimi ndo atajua kwani uko na chocolate kila siku hizi uniletee rada. So ndio mnaanza kuona hapa kitu. Alafu pia tu moods nikawa mna change moods. Unapata maybe kama ulikuwa umezoea kuja ukiwa happy, unakuja sasa na hasira. All of a sudden uko na hasira na mtu. Hasira tu bure. But alidi kan. Nyinyi mtajiuliza kwa nini unaweza. Msichana anaweza fanya multiple na usinotice. Vibaya sana. Msichana na ukiona umeshika msichana nijua anataka kushikwa. Nijua anataka pia ni ndongo moti. Hakuna cha ndongo. Nijua anataka kutoa kwa picha ujue na sasa by the time unajua wewe ashamalizana na wewe. Cut off. Ati nini unasema hivi? Ni kweli. Yaani ushapigwa replacement na ujui. Na ukijua wewe jua yako imeisha. Lakini unajua for a lady by the time anafika hapo si ile ameamka tu pap akapatana na jamaa na nivo. Sasa akaanza kureplace in a taking time. Anaanza kukutoa kwa roho pole pole. Dema anaweza kuacha kitu 3 years ago na leo ndo mnaachana.
na amekuwa tu na wewe. Vizuri sana na atafanya anything anakufanyia anything. But mentally hayuko. Shughuli mnapiga shughuli vizuri kwa kitanda. But akili yake si kuna ule mwingine. Iko kwa huyo mwingine. Sio atajifanya na enjoy juu anakumbuka huyo mwingine. Lazima enjoy juu akili na focus na huyo mwingine. Ndio a heal kabisa. Ile inaambiwa healing from the sin. Mademu heal na mtu perfect. Unaona nyinyi kama nyinyi maboys then tunaonanga ni kama sasa ukiamua kucheat unaendanga na less ya kenye uko nayo kwa nyumba. Kama uko na bibi una cheating na mtu wako chini yake. Huwezi cheat na dem ako juu. Kama uko na bibi huwezi cheat na dem ako juu ya bibi yako. Mbona? Hebu tuambie. Mnanga test. Kila mtu ananga test. Hakuna kitu hiyo. Kila mtu ananga test. Like hautawahi pata hivyo. Huwa mna cheat na less. Na sisi madem huwa tuna cheat na more. Hiyo sasa ndio mnajiambianga hivyo. Hakuna sikujiambia. Hapo sasa sisi ndio tunaendeanga type yetu zaidi ya type yetu. Sasa unajua na sisi sasa nyinyi huwa mna cheat sijui na mnaenda below. Mbona by the way mnaendanga below? Maybe boy. Huwa mnashukisha sana. Sio mimi. Sio mimi. Unaweza. Mimi niki cheat. Let's say ni cheat. Kwa hivyo unaweza. Let's say ni cheat. Kwa sio mtu ni cheat. Mimi nda date mtu pia mama akiona akijua hata kasirika. Ya wangi atakasirika batasema afadhali ulikuwa na kifaa. Yaani atajaa mjuzi sasa ulienda na ule but at least lakini anaona mtu wangu ako na taste. Uko na taste. Uko na taste. Nimekuambia ni wachache sana. Kwa saidi ya wanaume ni wachache sana wanaweza fanya hivyo. Kwa wanaume. Most of them wanaendanga below na hata tunotisingi wao. Mimi naenda. Paka unauliza kama unapata kama boy ameoa dem mrembo mali safi but ana cheat na kienyeji Pro Max. Nenda tu kimtu tu huko tu iko tu lakini anyway tusemeje tulishajua hiyo ni mko hivyo mimi nishawaambia ni wanaume ni tofauti. Mko tofauti yes, lakini goals ni zile zile. Hakuna goals kama zile zile. Mambo za dating ni almost the same. Nakanga tu kama watu wa mama mmoja. Of course ni mama mmoja. Adam na Eve. Si wote. Hapa tulipangwa. Alafu najua sasa sisi tuliumbwa. Mliumbwa aje? Nyinyi mlitolewa kwa babu yetu. So mliumbwa muonange kila mtu. Sisi tuliumbwa kuona. Ndio maana sasa mnamuanga kuwa na wengi. Au si ati mwanaume anamuanga kucheat. Ni ile tu like umeona umetamani. Mwanaume ni wa tamaa. Imagine Mungu angetaka hivyo angeumba Adam, Eve na Eve mwingine. Lakini sasa jua aliumba Adam na Eve peke yake. Ajichagulie kenye anataka. Angeumba mademu wawili. Sasa achague anagona nani. Akijua leo anataka kuenda kwa huyu akijua hivyo. Lakini sasa jua aliumba 1 akuumba 1+2. Mbona sasa uende multiple? I think ni yani kitu wezi elezea basi. Hiyo tu tuseme tu inakujanga tu automatic. Hata kwa watu wenye wanakonga polygamous. Hiyo na inakubalika. Kwa nini inakubalika? Unaona? Sasa kama mwanaume hafai kuwa na bibi moja. Anafaa kuwa na ngapi? Talking of Christian or Muslim. Hatuko religious bias. Tuache kunini kuacha kutaja. Mwanaume anafaa kuwa na either kama bibi ni wawili ama watatu. Sana wawili. Mbona? Si una agree? Why? Wewe agree? Why? Ndio. Mimi nataka reason. Unataka reason? Huku nikikuja let's say kama fanye nyinyi makwera wangu nikikuja kwako unikosee naenda kwa huyu. At least ananituliza. Si ndio? Sasa wewe unajua nimekupea space yako kwanza na hasira zako utulie. Nikiwa kwa huyu anidekeze kwanza. Mwanaume anapenda kama katoto unampampa. Hiyo ndo tumeumbwa hivyo. Unataka mshika ukajiuliza, wewe umetoka kwake umekuja kwangu nikudekeze. Si umetoka. Hiyo space unampea yesi ameenda kwa wake. Hiyo haifai. Hakuna. Kwa nini haifai? Mbona kwako inakuuma? Si ati inaniuma but haifai. Wewe ndio unajua wangu. Sasa ule wa kumpea, kumdekeza hivyo mwenye anataka kudekeza. Wewe tu umeenda kudekezwa kwingine. Pia yesi anataka yule mwingine. Hata yeye ako na ule wa kumdekeza. Haifai kuwa hivyo. Mbona haifai? Haifai kuwa hivyo. Mwanaume, yani ukigo hapo inakuwa ni usherati.
Hiyo ni usherati. So kwa hivyo sitali mnajua tumeenda kwa wazazi we know each other. You know each other na nyinyi ni wangu nyinyi wote. So sinafaa nawapea service zenye. Unakubali tu kwa second wife hivyo? Tunakubali. Akubali tu. Hakuna second wife. Hiyo ni venye time yako ya kufika ndio umeolewa. Si ati wewe ni second. Ni venye ule aliolewa wa kwanza, ule aliolewa, ulipatana na huyu, then ukapatana na mbavu yako ingine. Unaona? Ile mbavu ya kwanza ulitolewa mbavu mbili. Ulitolewa mbavu mbili. Sinafaa kwa moja. Ulitolewa moja. Kuna wenye walitolewa mbili. Nani hao? Hata surgery hebu tupe example. Atuongelezee ulitolewa mbili. Kama ni mingi. Ulitolewa mingi. Mimi naona kama ni mingi. Wewe sasa ni roho ya usherati iko ndani yako. Si usherati. Mbona mimi mnaiweka ikiwa usherati? Sasa inafaa itwe nini? Tuseme basi in general tuite ile jina nyingine. Hapana. Sasa unaona usherati ndio mzuri. Haiwezi fika hapo. Sasa unasema ulitolewa. So it's okay to have 2 women. Yeah, it's okay. It's okay. Then it's okay to also have 2 men. No, you can't have 2 men. Aji. Hadi umeongea kizungu. Hiyo ni kama inakuingia kwa roho. Nakwanga mzungu kiplani, unajua ni wenye sitakangi show off. So lakini sometimes mnafaa kuwa fair basi. Kiaje? If you can go for when unataka why multitask. Yes. Exactly. Kama unataka tu, why not her? So iende Gigi. Mimi as in goal. Why not? Hiyo ndio generation tuko sasa hivi. By the way, unajua men they are too jealous than ladies. Mimi nasikia lady akisema ati nakuanga jealous tukidate sijui usinifanyie nini. Aje au kwa jealous? Mimi ndakuua mimi. Ndakumeza. Mbona sasa? Na wewe hata maybe uko na watano. Unajua acha nikwambie kitu moja. Mwanamke akikufa, for example, mwanamke akikufa hakunanga hasara. Hakuna mtu atabaki akilia. Si watoto wake. Mtoto atalia juu ana mam umemwacha. Na mzee wake si pia atalia juu. Atalia tu za ameenda. Na wazazi wamezao ule msichana. Mwanaume atalia. Mbona? Atakuwa tu na huzuni. Mwanaume hafai kulia. Kwani wewe nyang'anya? Mwanaume hafai kulia. Hapana. Mwanaume hafai kulia. Unafaa uhuzunike. Na ukilia mwanaume hafai kutoa machozi. Kwa nini? Ukilia machozi yote ingie ndani isitoke nje. Wacha itoke. Unajua hiyo kufungia inaona hata unaweza kaa suspect. Unamuua. Itoke. Ni kama kwenda kwa mazishi na hauna gari na umevaa shades za black. Unakaanga wewe ndio uliua mtu. Si unaona? Heri ulie. Wacha itoke. Mwanaume akikufa kuna familia ameacha zikiteseka. Juu dem akikufa hakuna familia ameacha. Hakuna. Mwanaume ana provide. Kwani dem provide? Dem hafai ku provide. Haikwangi dem provide. Nyinyi ndio mlileta sasa hii ya 50-50. Sasa nyinyi ndio mliongezea hiyo kitu. Mwanaume ndio anafaa. Assume mtu ni single mother. Na assume ni single mother. Bora ukue single mother. Baby daddy alifanya venye alitaka akaondokea. So huyu single mother ndio amekufa. Uone kama kuna familia itaacha kiteseka? Na unajua kuna wale women wenye ni breadwinner kwao. Na kuna mtu mwingine huyo ndiye anategemewa. Huyo ndio tegemeo kwao. Tukisema tuingie kwa like Bible ni tutaingia deep sana. Tusema tuko deep. Sasa Bible inatokea wapi hapa? Sasa hiyo story sasa nikisema nichambue sasa niingie Bible. Chambua. Itakuwa mbaya. Tuseme itakuwa mbaya. Yes, lakini waje kusema ati boy akikufa familia mingi zinasafa. Hata dem akikufa kuna familia zinasafa. Kuna mtu bado anaumia mahali. Si kila mtu ako kwa kina ndoa ama kwa relationship. Kuna watu wanajitegemea. So huyo single mother akipass ndio nakwambia kuna watoto wanaachwa wakiwa pabaya. Hao watoto unajua wanaachwa kwa nini wakiwa pabaya kwa nini? Juu hawana mama. Si mama amekufa. Sasa ndo inakujia, ndo nilikwambia, ndo historia, ndo hapa nimekwambia, mwanaume sasa alisema mwanaume anaweza kuwa na bomba kama 3. Na zote ana provide. Niye provider wanajua dadi. Huku unapeleka ugari, si ndio? Umeenda. Umeenda, vanish. Hii familia Italia na Italia itateseka. Juu wewe hauko. Si kuna mama si ana step up. Unajua sasa nyinyi women for now mnajiekanga ni kama nyinyi wanaume. Hata mnaaso kama wanaume kama yani si juu tunataka maisha mzuri. Sasa haifai. Tunataka juu unajua maisha kutegemea mwanaume pia ni tricky. Tunaambiango maisha yenyewe unaiko na bwana wako ama mzee wako
make sure akiondokea unaweza stand up. But sasa utaweza, kama mtoto umemzoesha soft life, mzee ameenda, make sure huyo mtoto bado kuna venye utafanya 1-2 maintain hiyo level. Sasa kwa nini yenye tuko iko hivyo? Lazima in this era, si ndio? Era yenye tuko lazima ikuwe hivyo. Juu pia kwa na mtu pia as in kwanza hii venye tuko, hii country venye tuko tunapelekwa mbio. Mna find a way yenye mno provide. Huyu analeta shilingi 2, wewe unaleta 3. Mnaunganisha. Do you support the 50-50 thing in a marriage relationship? Yeah, iko sawa. Hiyo I agree na hiyo iko best. Lakini kuna hii msemo ya alidi, yes anafanya kazi lakini pia yako pale ni ana clean, ni anasafisha, ni I feel overwhelmed ama kwa as a man in that house utamfilia ile ana overwork. So unafaa kumfanyia aje? Ndio sasa ana work ama wewe una support hiyo? Naelewa point yako. Naelewa. Hebu nieleze. Like tuseme kama uko kazi, tuseme example tuko kazi. Si wote. Boy na dem uko kazi. Tuseme ni hata si achana 8 to 5, tuseme ile nyingine inaingia ni 5 to 10 kitu hiyo. Unaingia mapema, unatoka late, unakuja unapika, unaosha watoto, unaonyesha homework, unalala. Sasa lady. By 3 maybe uko up. Umeanza kutengeneza breakfast, kupika tena chakula watoto watabeba, utengeneze mzee, umtayarishe bla bla bla. Sasa na wewe umeenda kazi, umerudi, umeoga, umekula, umelala. Nikiamka asubuhi wewe hauamki. Mimi bado ndo nimelala. Like umuoni sisi madem tunakuanga kuna vile tunakuwa tumefinyililiwa ikifika hapo. So inafaa nini aje? Inafaa like unafaa at least either ikiwa hivyo at least unafaa nini au helper. Lakini kuna wale there are those men that says wow hawezi pikwa na the house hawezi pikwa. Hiyo ninakuanga era za kitambo. Mimi naona hiyo I make sense. Unajua for a lady ni yeye anachaguanga ile like maybe kuna utaona maybe msichana anaweza pikia bwanangu vizuri, bwanangu aanze kumpenda. Maybe uko na hiyo mentality, unaona unampenda kwa nini? Azin sasa anaweza pika food kamu, nyinyi mnakuwa na hiyo uoga sana. Ladies mnakuwa na hiyo uoga sana. Ya house help. House help unaona anaweza pika kitu fiti usikie ijafikia yako. Azin hata ufeel ni kama bwanako amependa hiyo ya huyu sana. Si ndio vizuri sasa utakuwa unampikia sasa ndio utakuwa anapika. Sasa hiyo kupika. Sasa wengine hawapendi sasa kama house help jia hiyo sasa naona bwanangu ataenda. So afadhali ajiue na hizo makazi. But unajua siku hizi watu wana prefer kutokuwa na house help juu kuna cases mingi za watoto kukuwa molested na house help. Unaelewa hiyo? Pia kuna hawa house help naona pia wanaiba watoto wa mtu. Ama unatesewa mtoto uko kazi, unadhani mtoto ako safe lakini mtoto anateswa. Ukija jioni unapata katoto kamedhoofika, akaja kula, kamefanya hivyo tu. But mambo ya house help huona ni kama venye utatreat house help wako ndio pia atakutreat. Kama sasa uwezi treat mtu mwenye unaachia mtoi wako umtreat vibaya. Na ni unaachia mtoi wako anaweza mwekea sumu akule. Na uone yeye ajitoe. Sio wangu. Mtreat vizuri, yani house help mchukulie, hata usichukue kama mtu wa kazi wako, mchukue kama sister yako. Ni sister yako huyo. Lakini hiyo kuchukulia mtu kama sister unajua inaletanga mazoeano. Azin utamuonyesha ni kama lakini unamtreat vizuri. Si ati mtreat vizuri lakini unajua pia unaona ni kama wana take advantage. Ukimtreat too nice itakuwa na mazoeano. So hatakuwa anakuona kama mdosi. Sasa unafika point hadi unapata mnajibizana. Unaanza kusoma. Unamwambia hii mistaki fanye hivi mimi sifanyi, wewe pia unaweza fanya such things. Sasa kufika hapo ikifika hapo sasa huyo si mfanyisiri. Sasa umemwonyesha yeye ni family. Sijui kama unanielewa like haifai ifike extend. Okay ni sawa wako close na wewe unamfanyia vitu fine. Yani hujamuonyesha kuna kale unamtenga. Hujamuonyesha yani hiyo. But wewe unajua ukwe tu muivo akae kama familia. Akae tu kama familia. But usikuwa tie kuzoea. Wewe yes ni kama utaki maybe let's say unajua kuna wengine akisema ngazi juu mzee akifika sitting unafaa utoke hapo. Uende bedroom. But kuna wenye naonanga ni kama inakuwa natural. Wakiona mzee wa nyumba ameingia wanajitoa. Kuna wale tu wako na kabehavior kao.
Kama wale wenye hawawezi kulia sitting na wadosi wanakulianga kitchen. I think ni pia mtu venye unajua sasa hii venye pia mtu amegrow akisikia ama venye aliambiwa na beshti yake ufai kukaa na wadosi wako nini, unaona kaa vitu kama hizo. So unamuonyesha hapana, ufai kujitenga, kuja hata wewe ni familia, pato family. Kuna wengine pia unapata kama ukiwa na wageni yeye unamwambia sikue around wageni. Lakini pia depending na welcoming you ta welcome mtu. I think hiyo sasa inafaa iko hivyo. Inakuanga hivyo, inalitanga issue. Kuna mtu hawezi acha kama kuna mtu hawezi acha bwanake na house help kwa nyumba. Si ndio? Hebu atuambie wenye huwa wana deal unaenda job alafu na waacha kwa nyumba. Kwani usiache mzee wako na house help? Okay, unamwachia nani? Ina depend umeacha kipenzi. Unajua let's say wewe umeenda job mapema, mzee aendi kazi hiyo siku. Hiyo siku aendi ama yeye ako leave. Like unalala. Amelala, si ndio? Sasa utafeel insecure au nini house help wako hapo. Kuna wengine wako hivyo. Inalingana mzee wako ako aje. Unajua kuna wale watu mafisi tu wanaona anything wanataka. Na ndio maana tulikuwa tunaongelea hiyo story ya mwanaume kwenda na somebody that is below the main person mwenye ako na yeye. Lakini I think mzee wako akaamua kwenda na house help utanini? Utajua tu. Utajua tu sasa respect itashuka. Utaona sasa unaniambia nini wanaume kama hao wenye uendanga na house helps? Wa change tu mazi. Wa change. Hiyo tabia si poa. Hiyo si. Hebu advice. Yaani mazee kama unajua unaendanga na house help man. Na ukiwatch mazee achana na hiyo tabia. Penda mama tu. Penda mama. Hapo utafuta second wife. Achana na nini? Achana na house help. Atafuta tu second wife. Tafuta tu second wife. Na kama bibi hataki. Kama bibi hataki? Itabidi atake juu sasa. Hapo utamforce kutaka. Kama hataki, tafuta tu second wife chini ya maji. Na sasa ndio hapo ndio point ile yetu inaingililia ya mnasahau hii generation tuko ni wewe unatafuta second wife, mimi natafuta second man. Na hakuna kwa bargain. Na hiyo ndio inakuuma. Shida ya erenye tuko ni erenye tuko ni. Hiyo ndio inamuuma. Erenye tuko ni mnataka iende GG. Si ndio we should balance. Mnataka iende goal. Haiwezi. Unaona kenye wewe unaenda kutafuta kwa hiyo dem mwingine. Tuseme whatever unaenda kutafuta ni sawa. Na sisi kwa hiyo mwingine unapata maybe tunaendea pesa ama mapenzi. Upate wewe mwingine ndio more loving, more caring, anakupea attention, kila kitu huku. Na unataka kutoka huku. So utafanya nini? I prefer kama unaona umepata kama bibi yangu umepata maybe mwanaume mwingine maybe ako fiti. I prefer umchoose. Mimi ni baki tu. Over you. Na kama mtu bado anakupenda unajua hizi kuacha. Mimi niache tu. Hata kama unanipenda niache tu. Itafade. Lakini sasa kwako for a man mbona sasa yes unapenda huyu lakini sasa kuna mwingine unataka. Mbona usiambie huyu ajitoe kuna vyenye alafu ende na huyu mwingine unataka tu wote. Ndio maana pia unaona ndio simba. Lakini unajua pia kuna wengine pia wale wanaume mtu hana kakitu, hana anything lakini bado anataka polygamous. Sure. Hiyo nayo ni kutesa mtoto wa mtu, hiyo nayo ufai. Hiyo it makes sense. Jua mbona unajua kwa dini yetu tunakuanga na ile ya tunasema hakuna cha dini. Sasa ndo ongelele wewe kama wewe ni kama mimi sasa kama wewe si cheat. Hata tuacha tuingie mimi. Mimi to be na like kukua na mabibi wengi ama wawili ama watatu ni mbora niko na neza wa satisfy wote like mahitaji yao nda uenda kuweka maisha fiti na uenda kuweka maisha fiti. Si ati nikuoe sina kitu nikuje nikutese. Hiyo ni kutesa mtoto wa mtu bure. Wacha aende apate love, true love vingine mahali yenye itatia mateso. As in place utaekwa fiti. Juu sasa siwezi kuita tukuje tusafe pamoja. Hapo kwa polygamous, I think at some point man as long as man is wealthy kama anaweza feel kama mwanamke wake anaweza kubali a second wife na bora anaweza satisfy both, mimi naweza unga hiyo. Mimi naweza kubali to be a second wife lakini in a wealthy family. The man to be wealthy. Chenye anaweza pia this one, anaweza pia stand with this one.
You agree with that? Yeah. Inafaa hivyo sasa. Hiyo inaweza as long as the man ako na kitu. As long as anajiweza, atakuweka mashafiti na ataweka mwingine kutesa. Hiyo ni sawa. Hata hiyo sasa ndio nasema. Rather than kukua inaitangwa aje kwa huko nje. You go with anybody and everybody. Sure. Magi, what do you think about that? Mimi nebu assume umeoleka. As the second wife. First wife. Na mlioana kama mna anything. So wewe na your man mmehustle, mmepata mali. So imefika point anajisikia sana anataka kuongeza second wife. Na of course second wife atakuwa much younger than you. Hiyo utasupport? Like sasa mkipatana nyinyi hamkuwa na kitu, mmepata kitu pamoja. Sema hata mmepatana after campus. Hiyo mko zero. Yangu inakuja ina point that bora kuna the agreement. Yeah. Kama mimi naweza kubali, kama naweza kubali ni sawa. At some point you need you need that second wife. Na mbona like huyo inaitangwa bibi mkwe ama inaitangwa nani? Mswahili pale. Okay, ni point gani inaweza fanya ukubali kuletewa second wife? Maybe for the age ama pia hauwezi zaa tena. Unajua pia sisi saa hii kupitisha watoto wawili ni tricky. I think kuna mtu niliona amecomment instead ya wewe kupata second wife. Si mko couple, we should get a wife. Mimi si niko kazi, mzee si yako kazi, we need a housewife. So your housewife atuzalie, atulelee watoto, atupikie, atufulie. Kazi yetu ni kutafuta. Yes, we need a wife. Like sasa wewe utapata mtoi? Wife, sinatafuta. So your wife ndiye apate mtoi? Yes, our wife, see your wife, our wife. So unaongelelea second wife akujia ina place that wewe hautaza. Yes. Sasa huyo mimi niko provider pia nasikia our man. No, you our wife tunamweka vizuri. Mfanya kama surrogate ama atakuwa surrogate wetu. Tunamweka maisha mzuri. Anatupikia, anatufungia, anatufanyia everything. Our wife. Haendi kazi. Sasa acha nikwambie. Na tunamlipa. Kichukaa hiyo. Our wife. Kichukaa hiyo. Itafanya your man ataanza kupoteza nini zako, ataanza kupoteza feelings zako hata kama mnatafuta pamoja. Kwa nini anapoteza? Unajua anapoteza kwa nini? Huyu wife wenyu hata sio unapoteza huyu wife huyo sasa mwenye mmeweka hapo. Nitakuwa na feeling, nitakuwa attached naye sana. Unajua kwanza mtoi hufanya baba na kuwa attached sana na bibi. Ati mtoi uleta kale ka attachment, ana feel kuna ka attachment kana kuanga mtoi akiwa wenyu. Kuna I don't know kana kujanga tu. Ni ile si mimi nimebeba hiyo mimi. Sasa wewe mwenye hujapata mtoi. Nimepata mayai ni yangu. Na sisi tuko na issue na anything you okay. Mmefanya nini? Surrogacy. Hapana. Mtoto ni wetu. Hapana nini? Sasa wewe kubali. Kwa nini? Ni our wife rather than second wife. Si nimekuletea bibi hapa. Nimekuletea bibi nyumbani. Na mimi nitatafuta our wife. Adiroza, audio utafute mwenye si test yangu. Natafuta dem mrembo sana. Juu unajua yeye ndio picha yetu. Ni sawa, mrembo. Kikuja na mgeni, she's our wife. Yeye ndio picha yetu. Ni mrembo yes, lakini umesahau like unaweza ni mrembo yes. Light skin nini mimi? Lakini mimi sitapenda. Mimi sitapenda. Wewe unafaa umpende kwa nini? Sinafaa nimpende zini ya wife. Hata shughuli tunafaa tunapiga. Haya. Si ako wife tunapiga shughuli. Hiyo ni dresa mwecheche. Sikatai yes Magi ile point ya huyu mwenye our wife amekuja. Yes anatuzalia. Si ndio sio mayai ya the man and the nini sini amebeba. Lakini kuna ile bado atakuwa na mtoto atakuwa na bado hiyo blood ya huyo mtu. Atakuwa lazima kuwe na. Lazima kuwe na sini amebeba mimba. DNA. Mtoto ukakuwa na mtoto unataka kusema atakuwa na damu yako? No. DNA inaendanga ya baba. Huyu mama huyu mwenye amebeba hata kuwa na any genes za huyu mwenye amebeba. DNA ni yangu na ya mzee. Ama pia unajua the good thing pia na our wife, unajua siku hizi unapatanga mtoto mwili na chini. Sasa badala ya hiyo unakuwa na ile baby fat inakataa kuluzika. Sasa juu mimi nataka ku maintain mwili yangu, our wife is there to do that. Kutuzalia, tunamsaidia maybe na kushed off weight, kikataa ni sawa, tunaendelea, tunazidisha. Then ikifika mahali tunamwambia you know what your services. Mimi naweza support. So yeye anakuja in a place that yenu
azae, those wenye huwa you hire kama housewife, tuseme tu kama housewife anakuja like a housewife. Sio ni housewife akaange huko, mnamprovidea, mnamweka maisha fiti mpaka mkienda out. Sasa huyo lakini sasa mbona ifike a point mwachilie? Amwachilie azinzazi amesema yeye kuna mali tafika services zake ziishe. Mbona ziishe na ni bibi? Si bibi kama maybe hataki aje na tulie, labda anaweza pata mwingine. Alikubali hapo maybe amechoka na sisi kama kako. Mimi hapo naweza kuona hiyo hakuna need ya kutolewa mayai. Wacha tupige shughuli na yeye. Afadhali tupige shughuli na yeye abebe mimba vizuri. Ni wa wife. Hiyo ni sawa, hiyo ni nini? Hata hiyo naweza sema. Na wewe tutakuwa tunapiga shughuli. Kwa nini natolewa kwa picha? Ndio sasa wakianza shughuli na huyu. Wewe tutakuwa tunapiga na wewe shughuli. Why not? Bora mimi sikuzali. Wewe hakuna kuzaa lakini wewe unataka. Haiko sawa, hiyo ni sawa. Hiyo na sawa. I support. Yeah, support. Hiyo ingine ndio support. Hiyo kumayai atitolewe. Mimi wacha tupige shughuli. Tupige shughuli naye. Kwa nini uweze kutolewa? Wewe unaweza kana bibi yako kama hataki kuzaa? Hapana. Kwa nini? Si hapo sasa ndio tutakosania. Mtoto. Mtoto na nini? Akuja in the way that Magia anaikuja nayo, we hire somebody. Hapana, hiyo si. Mimi siwezi kubali. Kwa nini? Siwezi kubali. Kwa nini una prioritize marriage ni mtoto tu? So bila mtoto hakuna marriage. Bila mtoto kuna marriage, yes, but sasa ikifika hapo ni ile like tumeoana, maybe wewe huwezi pata mtoto. Hapo sitakata. Hapo tutaona tutaka vizuri sasa tutafuta. Maybe tutafuta nini? Wewe unaweza sema sasa tutafuta mtoto. Ndio hiyo. Niko hapo tunataka nini? Haya tumekaa. Nimefika time yenye tunataka kupata mtoto. Umepata sina uwezo ama hata wewe huna uwezo. So tuseme tuweke side gani? Wewe hauna uwezo ama mimi sina uwezo? Wewe sana unajua madem ndo mnasemanga hatuna uwezo. Haya maboy sasa kwa boy wewe ndio hauna uwezo wa kunizalisha. Mimi ndo sina uwezo wa kuzalisha. Tunakaa hivyo. Na kama mimi sina uwezo? Tutakaa tu hivyo. Tunakaa hivyo. So wewe uko balance either way. Hiyo nitakuwa sawa But sawa. So but sasa kuna ile like ni moja tu. Kuna hiyo ni ngumu, si ndio? Ni ngumu. Lakini unajua like kama mimi naweza kuwa ile like kama wewe ni bibi yangu na uwezi pata mtoi. Tuna agree na wewe nipate mtoi somewhere else. Ni lazima upate mtoto. Na marriage lazima. Lakini unajua watoto wanakuwa liability. Mtu hata ukupea hata ile nini ya hata bado ukijituma job at least uko na unataka kuna ile una feel like mtoi pia na nafurahia kuona mtoi. Kuna happiness kana si kama baba, kuna happiness tunakuanga na kuwa na mtoi. Kuna happiness fulani. Kasema wewe unataka mtoto. Ushai try ku consider said ya dem kama hataki mtoto. Kama dem hataki mtoto? Wewe unataka na dem hataki. Tunangoja tu time atataka. Perfect. Hiyo tuna agree tu. Unataka. Unajua si kila time ati unataka time fulani. Maybe umeplan unataka kupata mtoto ukiwa na age fulani. Tuna agree tu. Hii inakuja easy atuambie. Our fans as you're dating watu wako tu open, what you like you be sure. Unakuwa tu chenye mtu wako anapenda na kitu mtu wako hataki. Ndio sasa mkiingia kwa marriages msikuwe na inconveniences huko mbele. Sure. Like unafaa kama couples mnakaa chini, si unajua kuna ile mnapigana shughuli mnapata mimba, hiyo sasa mko mmeplan, but maybe pia hataki. Sasa mwanze tena kufanya azindema kwa anataka hiyo bomb. Sasa hivyo hapo zinaingia ma-emotion. Baada ya kufanya hivyo agree, tumia kinga, then mna agree kama couples, mnataka mtoi time fulani. Like demako, babe sasa siwezi pata mtoi, nataka tupate mtoi tukiwa hivi. Mna agree tu, yani relationship mnakubaliana tu yani. Mkusikizana mna agree like time yenu ikifika ndo mtafanya hivyo. That's the better way. Hiyo ndio maana tunapanga na courtship. Ndio watu wajione tu kabisa before mwingie kwa marriage ikuwe serious, alafu watu waanzie kukosana. Na ndio maana at our age sahi ndio maana unapata marriages mingi azisongi. Ndio sasa watu sahi kwanza wasichana hawaogopi ukimwi kama mimba. Ni ukweli. Wewe ndio unaweza ogopa nini?
Haogopi ukimwi kama Mimi mimba. personally hata mimi naogopa mimba. Lakini sasa mimba ya wewe. Hata unaogopa mimba? Inakaribia mambo mingi. Ni kama ya kusimamisha kila kitu. Ukimwi unakunywa dawa. Utaendelea na dawa. Utakuwa healthy, atajua. Mimba bora tricky. Sasa miezi 9 uko na evidence. Lakini mimba uko na evidence. Iko barabara watu wanajua alipikishwa shughuli. Haya bora. Tricky hiyo. As you date. Mkuwe tu serious with each other. Kitu chini na mtu wako muagree, at least mkuwe fiti. Mnasema mnasikizana tu, mna plan marriage yenu venye iko ama mna date. Si kuwekana tu mimba tu si kuwekana mimba hivyo.